anayekawalea malezi ya heshima na haya na adabu na akhlaqi na dini, ni yake yeye pepo. Kwa hiyo masala si masala tu ya kuzaa, kwa sababu na wanyama na pia wanazaa. Ni tofauti mwanadamu na mnyama. Kwa hivyo mwanadamu amekirimiwa na Mwenyezi Mungu, walaqad karramna bani adam, katika surati al-Isra aya 7. Mwenyezi Mungu amemkirimu mwanadamu, amemkirimu na matendo yake yote ni tofauti na wengine. Sasa marhala ya kwanza, haya marhala ya mtoto akiwa umri wake ni miaka 3. Kuna vitu ambavyo mzazi lazima avifanyie tarkizi, vipate vigande katika akili ya mtoto. Umri wake miaka 3, kuna mambo ambayo wewe mzazi lazima umfundishe kuwa na adabu na kitabu cha Mwenyezi Mungu, yataadabu ma'al mushaf. Akishika Qur'ani umweleze kwamba hii kitabu cha Mwenyezi Mungu, akishike kwa adabu. Umfundishe kwamba Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ukiyasoma usome kwa adabu. Umfundishe kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayefanya mazuri amemwandalia pepo, na anayefanya mabaya amemwandalia moto. Unamwambia tu, kwa sababu si marhala ya kujua tafsiri yeye. Marhala haya ni marhala ya talqini kama nilivyosema. Atapokukua huko tutaona akikua atakaongezewe vitu gani. Lakini hii marhala ya kwanza ni zile imaniyat, ni kumfundisha vitu kitu kimoja akijue. Aamini kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajue kwamba ni mtume. Tafsiri yake atakuja kuyajua wakati atapokuwa mkubwa. Aanze kuhifadhi zile adhkaru sabah wal masa, sio zote, baadhi yake. Sababu kani ni mdogo yeye, afundisha baadhi yake. Asbahna wa asbaha al-mulku lillah, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mwaka wa 3 wa mwanzo akijua hivi, kisha baada ya miezi 2-3 na muongezea na nyingine, miezi 2-3 na muongezea mingine. Ni hivyo tadaruji, yani kila mara unamuongezea kidogo kidogo. Kumfundisha kwamba wewe lazima upende kujifundisha dini yako, kupenda tu. Kumfundisha kwamba wewe lazima upende kujifundisha dini yako, ili wewe unamkariria mara kwa mara. Sasa akienda akikua, akifika miaka 6, sasa hapa anaongezewa vingine. Kule 3 tumempa mufradat, yani kitu kimoja. Amefika miaka 6, ndio nikasema kwamba hii mada ni ndefu jamaa. Wenye kuandika kila asubuhi wa kutolea kitabu kingine kipya. Yani tukirudi tukiwaangalia wale wanazuoni wa tarbia, wao utasema nini sijui wako vipi. Yani huwezi ukasema nimezisoma vitabu vya tarbia nikavimaliza, kwa sababu kila asubuhi dateremka mjalada kuwa kubwa. Kila mmoja anaangalia ile matatizo, ajaribu kutafuta suluhisho liwe vipi. Kwa hivyo ni mada ndefu, ikiwa sisi kama wazazi lazima tujifundishe kuisoma haswa. Yani mtu ajishajiishe, atafute kitabu, asome, pamoja na kupata usaidizi wa kuwasikia wale wengine. Sasa akifika miaka 6, sasa yanabadilika mambo. Anawapenda watu wenye ilmu na kuwaheshimu. Yani unamfundisha kumheshimu mwalimu. Sio wewe mtoto wako amekuja toka madrasa akwambia yule mwalimu sijui anipigia kelele nini. Walimu gani nawe hao walioko leo tayari ushahari? Kwa sababu wewe ulikuwa umfundishi amheshimu yule mwalimu. Kwa nini kumheshimu yule mwalimu? Si yule mwalimu aheshimu kile kinachofundishwa na yule mwalimu. Sasa wewe ukimdharau yule mwalimu mbele ya mtoto, ni maana ushampa yule mtoto kwamba na yule anachokufundisha pia hakina maana. Tumeelewana? Kinyume na mtoto wako akija akakwambia mwalimu ametaka kunishika sehemu ambazo hazifai kushikwa, hapa lazima ufanye utafiti wa kina. Hatari, mwalimu hatari. Na wapo kama aina hayo.
Kwa hivyo akija mtoto akakushtakia kwamba mimi mmekwenda lakini mwalimu baba anishika, usimwambie wewe una adabu. Fanya uchunguzi. Mtoto dasturi yake huwa hasemi urongo, asili yake, maumbile yake. Ila ikiwa wewe umemfundisha kusema urongo, tuwafundishe kusema urongo. Baba mmoja, mtu amegota kule. Sasa yule bwana alikuwa hataki kuonana na yule mtu, akamwambia yule mtoto wake, nenda kamwambie baba amesafiri. Sasa yule mtoto hajui kusema urongo, na mtoto akaenda akamwambia baba akwambia amesafiri. Je, yuko wapi? Yuko chumbani. Akwambia amesafiri. Sasa wewe hapo ushamfundisha kusema urongo, aweza akaja akazua neno kama hilo. Lakini mwalimu mtoto amekuja kwambia kwamba huyu mwalimu afanya kitendo ambacho sicho cha kimaumbile, sicho cha kisawa, sicho kinachofanywa na mwalimu. Hapa wewe kama mzazi lazima utukue hatua za kisawasawa. Na matatizo haya yamekuwepo katika jamii zetu. Watoto walikuwa wakienda kuwashtakia wazazi wao kuhusu baadhi ya walimu ambao ni wachafu. Si walimu wote, ni baadhi ya walimu wachache wapo katika jamii. Lakini wazazi wakawa hawakutukua msimamo wa kisawasawa, mpaka wakitahamaka mtoto huyo ashalegeza mikono. Nampeleka akasome, mbona amelegeza mikono? Kumbe lile si mwalimu, ni dhalimu. Si mwalimu, ni dhalimu. Amekwenda akamharibu yule mtoto, akaja mtoto ameharibika. Na wewe mzazi ulichangia, kwa sababu mtoto kwanza alikuja kukueleza kabla mambo hajaharibika. Lakini wewe kwa sababu una itikadi, watu wale wenye itikadi mbovu sugu za kihurafu, hata ukaambiwa nini huwa hataki kusikiliza. Sasa kama mtoto ambaye baba nini, rudi huko. Akaona kwamba haya mambo ninaruhusiwa nyumbani, baba ninamwambia hataki kunitetea. Basi na mtoto ni mtoto. Kaenda akapewa pipi, wengine wapa peremende ambazo zina sumu ndani yake, mtoto alala kabisa flat. Akiamka ashaharibiwa. Wanapewa peremende. Ndio katika tarbia za siku hizi za wikaya ni kwamba umlinde mtoto wako, mwambie asipokee kitu nje. Na yoyote anapewa, asipokee chakula cha nje. Hatari. Wengine huwaingiza watoto wa watu maskini katika madrag. Maki jamaa atakata soko liendelee. Sasa wale ambao wamekuwa mateja hawana tena maana. Sasa lazima patikane wapia wa kuiba mali za wazazi wao. Sasa jamaa huwapa pipi ambazo zina cocktail ndani. Akisha kumeza mtoto mara moja toshabadilika. Kwa hiyo anapofika miaka 6 sasa unamfundisha kutofautisha baina anayejua na asiyejua. Miaka 6 sasa. Sasa haya mzazi lazima ushike kalamu na karatasi. Mtoto amefika miaka 6 sasa, kuna mambo tofauti. Kule mwanzo kule miaka 3, 4, 5 tulikuwa tukimpa talqini neno moja moja. Lakini sasa amefika miaka 6, mambo yanaanza kubadilika. Akili inaanza kupanuka. Sasa lazima uanze kumfundisha kwamba ni kipi kizuri na kipi ambacho si kizuri. Yaani mtu anayejua na asiyejua hawawi sawa. Kwa nini? Unamuonesha mifano. Unamfundisha kupenda kusoma huru. Kusoma huru ni wala gari nini? Kusoma sicho kile anachosomeshwa madrasa au nasari. Asome kitu cha nje. Kwa hivyo ndani ya majumba itabidi tufanye nini? Kuwepo na library za Kiislamu ndani ya majumba yetu, badala ya kuwepo na TV, DVD ya kiupuzi. Ndani ya majumba yataka tuwe na library ndogo ndogo. Unanunua Qasasil Anbiya, vitabu vya visa vya manabii, visa vya masahaba, visa vya tabi'in, simple words. Unaanza kumfundisha kusoma huru. Maana yake unampa kitabu cha Qasas, unasoma pamoja, unashirikiana na yeye katika kusoma. Unamfahamisha kile jambo ambalo halifahamu. Ataanza kupenda kusoma.